zangu. Hivi kwa mfano sina baya dada kwenye pita zangu. Chochoro ile. Ajisema mtu fulani cholocholo. Sasa mnaijua. Ya ndani ile. Kuna mtu tena kanita. Hi. Mambo ya kizungu hayo tena. Hello sweetie itakuwa. Nikamwambia kugeuka hivi mwanaume. Dada samani. Mimi tena bila samani kusimama. Kwenye kusimama kwangu nikamuuliza vipi? Mimi kama mimi. Yaani mimi ndo kanajisemea mimi. Kwa mfano ingekuanda wewe ndo umesimamishwa. Sio kwa niwaambie shoga zangu. Sio kila mwanaume anayekuita atakwambia jambo la kipuuzi. Wewe unajoga wahenga anasema kubali wito kataa nini? Kataa maneno. Sio kila anayekuita ndo anataka kukwambia kitu cha kipumbavu. Ndio hivyo. Alafu na sisi wanawake tuna kaida kwanza kumwangalia mwanaume usoni. Sura nyingine shwangu kama ni mtoto. Ndio nyewe kwani anaweza kukuitia nini? Ndio nyewe mnabishana na magari ya hela, gari unapita hapo unapita hapo. Unapiga shida sio kama huwezi kujua. Unaangalia na mwanaume mwenyewe ambaye amekuita. Kuna mama mwingine ukimwangalia tu hata kwa maji haingii. Hapo tu umemuona hujafika kwake. Nyia tena. Sio nafikiri mwanaume anakuitia nini zaidi ya kutongoza. Wewe tena unawaza wewe. Shoga yangu ndo unaitoga sana ndo unachongoza. Jamani kwema. Salama. Poa. Sasa mtu mwenye kama yule kabisa akikuita, wewe utaenda. Unaangalia mwanaume amevaa juu Wengine waogi. Kama mwanaume kapendeza nenda ketoka kapaona jitwali. Kuna kunguni. Nini? Nataka namba ya simu. Nikamwambia mimi ana namba ya Nida, namba ya simu story. Baba kachoka hoi. Nasemaje? Samani. Salimia tena. Salama. Wewe umepita sasa hivi hapa. Leo nimepita hela na kamera. Salamu za sasa hivi kama za mama mzazi ukiingia chooni unatoka na ukiingia unaingia. Yaani mimi na kitu moja. Mimi nimeagiza na simu. Ngoja nakutaja. Gero ananiita. Wewe unataka kwenda Sinaenda kumsikiliza Gero ananiita. ukamsikiliza angekuwa na shida sikapita. Hajakuona mpaka mtume mtu aje kukuita. Uende popote kaa hapa. Kama ana shida aje, kama anaona hapa jau aje nyumbani. Anjo. Mtu alikuwa na yake hapa. Kwani pale walikuwa wamepita Gedo niliona. Si yule mwingine yule. Mambo hizi watu Nimejikusa. Ndio huyo. Hivi anaoga wewe shoga yangu. Kumuona sio tatizo. Ndio maana nikauliza nilo swali anaoga. safi wa nje tu ndani. Ndio anamjua labda. Hem tuanze na hizo habari kwanza. Kwanza mchakata sasa ya viola vya manilipi hadi. Kina Kigoma. Mwanzo kama na Kigoma shoga yangu umenipata. Nikashukuta. Mimi humu tu shoga. Mambo yangu sasa. Sasa. Naenda sasa huyo kama anatuhusu na kwambia. Ndio hapo sasa hapa tunajiongelesha tu kama vile tutapewa ruhusa. Hata hicho kijua tukikata tutava nyumbani itakuwa sala ya nyumbani. Unapika ugali na mboga unakula. Karudi tena. Kazi nayo hivi. Moto. Unamfanya mtu anaenda trip mchanga kokoto. Kila muda anaenda. Yaani mimi nikate sare alafu nisiende. Ndio maana hizo ndoa zinazidi. Mimi hapa sisi ndio tunasubiria hapa. Tukikata hiyo ndio mpaka tusubirie ruhusa tena. Tukikata sare tukipewa ruhusa tutava nyumbani. Kwa sala kupikia. Shoga yangu mimi nakupitia pale pale. Shoga sina baa. Usi utanijibuje unatangulia nakuja. Nitakwambia Unaenda unakuja. Unajikuta mtu unakaa mpaka jioni. Shoga yangu na mimi nilipokuwa na simu kubwa shoga yangu. Ala. Mbona unajisnap tu. Nikimaliza hapo naambia shoga uloolewa tazama picha. Tuache sisi tulokuwa single tutange. Shoga yangu ufanye tu uende. Sio kwa hizo ruti. Ngoja nisikilize. Mruhusu usiache shoga yangu. Nakuja wiki. Wewe naenda mimi sina baya ila yatakukuta. Sawa Na uko unakwenda usikae sana sasa hivi urudi hapo kuchelewa anakuja. Ila umeendana? Umeendana wapi? Tugangu tunakufungulia. Umbea umefungulia. Sasa kusimuliwa. Acha wewe. Unajua nini mama?
toka ile siku ile ya kwanza ambapo nilikubalia. Yaani nilijisi mtu yani kama yani ambaye mtu alofungwa gerezani afa kafunguliwa. Kwa sababu gani? Yaani kwanza ni mtu unakuwa ni mtu ambao ndoto zangu. Na pia nauhitaji sana na wewe. Ya kweli hayo. Kweli sure, sikudanganya. Alafu kuna kitu nimekumbuka. Unajua nini baby? Kwenye mapenzi yetu. Haiwezi kukamilika bila kufanya kile kitu ambacho kinastahili. Kwa hiyo nilikuwa nakuomba kama itawezekana fikiria hiyo kitu ili lengo tukamilishe. Sawa, basi acha niangalie nafasi ya kesho kwa sababu kesho mume wangu ana ratiba ya kutoka. Kuna sehemu ameniambia ataenda kwenye mida ya saa 9. Kwa hiyo wewe tu kaa na simu yako karibu. Saa 9, saa 10 hivi nitakushtua. Alafu utaniambia tutakutana wapi, si ndio? Basi umefurahi? Nafurahi sana kusikia hivyo mpenzi. Basi haya tutawasiliana hiyo kesho, si ndio? Na imani nitaenjoy. Basi naomba usiniangushe. Usijali, tutakwambia. Nakupenda mami. Najua nakupenda pia. Basi sawa mpenzi. Haya basi ngoja ni mwai wifi pass. Unajua nimemwacha pale wifi afu sijekawa jao. Sasa ni haki basi. Si ndo bye jamani yao. Haya basi. Haya bye. Nimekuita mdogo wangu. Ni wazi kwa umri uliokuwa nao hata tukizungumza sasa tuna uwezo wa kusikilizana. Fika unatambua kuwa sisi ni yatima. Kutangulia kwetu baba na mama mbele ya haki kusiwe chanzo cha sisi kufarakana. Na ndio maana leo nataka nikwambie haya ili kichwa chako kifanye kazi kwa makini. Sabla. Baba na mama mpaka unaofikia umauti walibahatika kutuachia hichi kibanda unachokiona. Na hii ardhi unaiona hapa. Hali ya kuwa baadhi ya familia nyingi hazijabahatika hata kuachiwa ardhi wala hicho kibanda. Sisi ni miongoni mwa tuliobahatika. Hivyo basi kukuita wewe hapa tutakiwa sisi tubweteke sana na maeneo ambayo tumeachiwa. Ila tunatakiwa tuadumishe na tuwapende ikiwezekana kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tuongeze. Sabla. Hayo sio nilokuitia sana. Nilokuitia ni hili. Mimi natambua kuwa sasa wewe ushakuwa mdada. Ingaja sio majukumu yangu mimi kuyazungumza katika tamaduni zetu za Kiafrika, ila wacha niongee. Ili unitunzie heshima na uniheshimishe huko mtaani. Umri uliofikia sasa hivi ni umri ambao atakutamani kila mvulana ambao unayomuona wewe anaitwa mvulana. Unapaswa kujitunza na kujiheshimu. Kwa sababu sio kila mwanaume atakao kutamkia kuwa anakupenda aidha anakutaka ukajua ni wazi kabisa anamaanisha. Anataka tu kujua tu uchatu na hali uliokuwa nao ili akudhalilishe basi. Naomba unitunzie heshima. Umenielewa? Nimekuelewa kaka. Na nakuahidi nitajitunza vizuri na nitakuheshimisha kaka. Hata kama nikipata mwenza nitamshawishi aje hapa nyumbani ili aweze kupata pesa zote aniwe kaka. Nitafurahi sana ukifanya hivyo. Naamini hata marehemu baba na mama huko alipo wakiona nimekusimamia katika misingi imara watajua hao tumewaacha sasa wanaweza wakaitengeneza dunia ya peke yao yenye kusikilizana. Sawa kaka.
Basi sawa, kaendelee na shughuli zako mdogo wangu. Ndio hicho tu, mmefungu na kingine. Ndugu changu mimi. Ai. Oa mwanangu wewe. Niambie. Wa Sabla si unamjua wewe? Sabla. Sabla pale kati hapo. Huyo unamsemia wewe. Wale mtoto anakubali kile kinoma noma. Yana anipenda anapokuambia. Sasa mwanangu ukiniambia hivyo mwanangu yaisho kwa sababu yule demu ana mtu wake. Mtu wake mwenyewe Dizo. Dizo si unampata Dizo. Dizo kitu gani babu? Yaani kwanza mimi naangalia kwamba mimi je unazingatiwa. Tatizo lako na kwaga mbishi mwanangu, acha ubishi, punguza ubishi. Kingine kwamba yule pale mtoto mwenyewe simpendi wala nini. Wewe pale mimi nataka nimchune tu. Sasa kingine unajua nini? Wanangu usiendelee kwenye mapenzi yangu. Unaelewa? Yaani ukikaa na mimi wewe nishauri kwamba nafanya hivi nafanya hivi. Sasa unataka kuniambia demu wa mtu sio nini? Yule demu wa mtu. Achana na mapenzi mna hapo kama unakumbuka hapa juzi tunakumbuka. Hapa juzi nikwambia mimi sielewi mwanangu. Juzi kazingatia mwanangu. Mwana mazingira. Akakubaela. Wada akakupiga maneno unapokuambia mwanangu utashauri yako. Sasa wewe unaongwaje na mwanamke? Mwanangu karibu. Achana mimi nitakukataa. Wewe unataka unikundea. Unataka nisiongwe. Nakupa wewe au? Mama. Wagebe. Wewe si mke wa John? Ndio mama. Kwa hiyo unatembea na mke wa John, unatembea na wake za watu. Umeamua kunizalilisha sasa hapa mtaani, si ndio? Kwa nini unafanya tabia za ajabu wewe mtoto? Hiyo tabia unaoifanya unamfundisha nini mdogo wako? Samee mama. Hutaki kabisa kuonywa. Hutaki. Unataka dadangu aje anione kwamba sijakufundisha maisha, si ndio? Hapana mama. Nakwambia wewe, unachokitafuta utakipata. Wewe subiri. Jinga hiyo.